unasikilizaga tu, hata ni mahubiri ni nini, unasikilizaga tu. Nyosha mkono, tamani tusaidiane kitu hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Si kwa ubaya, si kwa ubaya, si kwa ubaya. Kama unasikilizaga, unapitaga, unasikilizaga, unaweza kainua tu mkono juu, basi inua tu juu sasa. Yaani usiogope, ni kwa upendo tu. Kuna kitu natamani nikusaidia. Amen. Inua mkono juu namna hii. Haleluya. Sawa. Wangapi wanafahamu kama EAGT Bethania nako tuna mitandao ya kijamii? Inua mkono juu namna hii. Wangapi huwa wanafuatiliaga? Inua mkono. Mbona watu wanabadilika sasa? Nyie mnafuatiliaga wapi? Mnafuatiliaga wapi? Ngoja niwape siri. Mara kadhaa nimekuwa hapo ndani na familia ya mchungaji. Si mnaonaga tunarushaga mahubiri live hapa Hebu vuta picha mchungaji wako, mchungaji wetu, hichi ambacho anakifundishaga hapa madhabahuni, huwa mwenyewe unamkuta amekaa sebleni anasikiliza. Anafanya preview. Hivi nisaidie mwalimu. Preview nini ni Kiswahili? CGM tusaidie. Preview ni nini? Marudio? Kupreview ni kupitia. Basi tuseme hivyo hivyo. Haleluya. Imagine mchungaji wetu huwa anapitiaga mahubiri. Yaani anafundisha kabisa vizuri hapa. Anatoka kabisa amefundisha vizuri. Amekuombea vizuri, lakini akiwa nyumbani unamkuta amekaa. Kama kuna kitu amefundisha ni nondo ama tuseme chuma, kitu fulani hivi kigumu, anashangilia. Yeye mwenyewe anashangilia, unakuta anashangilia kabisa. Hii imekaaje hii? Baba nisamee, natoa siri za kambi. Lakini natamani mtu mmoja asaidike. Bwana Yesu asifiwe. Natamani uwe miongoni mwa wafuatiliaji kwenye pointi hii ambayo nimeandika kusema ya kwamba kama unaamini madhabahu hii na majibu ya maswali yako, uwe unafuatilia na unashiriki. Namna ya kushiriki pia, utakapokuwa unafuatilia kwenye mitandao ya kijamii, pia umeshiriki ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kusema kwa nini energy imeongezeka? Labda ni kwa sababu ni eneo langu. Amen. Labda. Bwana asifiwe. Wewe unapitia kwenye mitandao ya kijamii, inaandika pale EAGT Bethania Arusha, Morombo. Si ndio kanisa letu? Wewe unafuatilia vya hapa. Bwana asifiwe. Au vipendi? Wewe unafuatilia vya hapa, sema amina. Wewe una like pia, sema amina. Wewe una comment pia, sema amina. Mchungaji sasa atakuombea upate simu ya kufutafuta. Kuna wengine wameshapata ila hawasemi, wanatumia kufanya mambo mengine. Bwana asifiwe. Hiyo pia itakusaidia. Bwana asifiwe. Umekaa pale ofisini kwako. Nataka nimtolee mfano bosi wangu hapa au ngoja niache. Na lazimisha kuna eneo nakaaga na mimi nalazimishaga, yani nawekaga kwa lazima. Naweka marudio ya ibada pale kwa lazima. Yani atasikiliza tu. Amen. Inasaidia pia kudumisha uhusiano wako na Mungu lakini pia na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana Nimeandika faida za mahusiano bora kati ya mwanadamu na Mungu. Faida za mahusiano bora. Mahusiano gani bora kati ya Mungu na mwanadamu? Faida ya kwanza, moja, amani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya nini? Andika hapo, amani ya moyo. Faida namba mbili, unapata ulinzi wa Mungu. Sema amina. Unapata ulinzi. Faida namba tatu, unapata mwongozo wa Mungu.
Nimekuacha mahali? Tuko sawa? Mwongozo wa Mungu ndo faida ya tatu. Faida ya nne, unapata baraka za kiroho na kimwili. Unapata baraka za kiroho na kimwili. Faida namba tano, unapata uzima wa milele. Amen. Soma kitabu cha Isaya, ama unaweza ukaandika pale addition, kitabu cha Isaya sura ya 41 mstari wa 10 pamoja na Zaburi ya 23 mstari wa kwanza. Isaya 41 mstari wa 10 na Zaburi ya 23 mstari wa kwanza. Tuanze na kitabu cha Isaya 41. Usiogope, usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nao. Faida hiyo ni nini? Faida. Sema faida. Faida. Faida ya kudumisha uhusiano na Mungu, faida za kudumisha mahusiano bora na Mungu, faida za mahusiano bora kati ya Mungu na mwanadamu. Whatever wewe utakavyoandika ni hivyo hivyo, itakusaidia wewe mwenyewe binafsi. Amen. Faida hiyo, soma hicho kitabu cha Zaburi, weka Zaburi 23 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasemaje? Hata usisome jamani, tuseme tu wote. Neno la Mungu linasemaje? Zaburi 23 mstari wa kwanza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Rudia tena kwa sauti. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Nimeandika nikasema mahusiano mazuri kati ya Mungu na mwanadamu ndiyo msingi wa maisha ya kiroho. Mahusiano mazuri kati ya Mungu na mwanadamu ndiyo msingi wa maisha ya kiroho. Sema amina. Sema amina. Mungu alimtafuta mwanadamu baada ya kuanguka dhambini, lakini pia hata leo bado Mungu anawatafuta watu warejee kwake. Amen. Bado Mungu anawatafuta watu wafanye nini? Je, umekuwa wakili wa kuwaleta watu kwa Yesu? Swali. Siku moja nilijaribu kupeleleza kwa nini hivi ni evangelistic ama evangelistic? Evangelistic. Evangelistic nini maana yake? Hiyo tu neno moja. Anaweza anisaidie kuielezea vizuri? Dakika 2 tu. Evangelistic Assemblies of God. EAGT. What does it mean? Wote kimya. Karibu. Nisaidieni spidi. Basi ifahamike tu wazi, ifahamike wazi kwamba sisi ni mabalozi, sisi ni wainjilisti. Bwana asifiwe. Jukumu la kuwaleta watu kwa Yesu ila kwetu sote kwa pamoja. Amen. Waambie watu habari za Yesu. Amen. Hata mimi nafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo huwa yanajulikanaga baada ya kuona kuna kitu kimefanyika. Bwana asifiwe. Tumeshuhudia kwenye kambi la vijana, wewe vuta picha watu wote wale 400, mtu mmoja vuta picha, lakini huwezi amini, mbinguni wameshangilia na wamefurahi sana. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tufanye hivyo. Amina. Amen. Dakika zangu zimekwisha, nimalizie kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 8. Soma pale kitabu cha Zaburi sura ya 4 na mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi.
Hii pia ni miongoni mwa faida ya kutengeneza uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Hii itakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe jukumu lako ni kumkaribia Mungu. Bwana asifiwe. Kumkaribia Mungu kwa kuomba, kufunga, kushiriki ibada kikamilifu. Sio tu kushiriki ibada kinini? Kikamilifu. Amina. Ibada, juzi hapa mchungaji wakati anafundisha kwenye eneo la vijana, tulipata mafundisho mazuri sana 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 sana. Mimi ni miongoni mwa wanufaika hai. Mimi ni miongoni mwa wanufaika hai. Tulinufaika vizuri sana. Yaani katika wote waliotufundisha wengi tulinufaika, lakini mimi ni miongoni mwa wanufaika. Kitabu cha Mithali sura ya 8 na mstari wa 17, andika. Mithali 8:17. Andika tu, soma, amini pia. Ikinasema, na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii watafanya nini? Wataniona. Jifunze kumtafuta Mungu kwa bidii, mpendwa. Amen. Kwa kufunga, kwa kuomba, kushiriki ibada kikamilifu na mengine mengi. Lakini kwa leo, hebu toka na hilo. Bwana asifiwe. Ongezea na kitabu cha mwisho kabisa, Yeremia sura ya 29 na mstari wa 13. Yeremia sura ya 29 na mstari wa 13. Anasema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu. Mtakapomtafuta Mungu kwa moyo wenu wote mtafanya nini? Mtakapomtafuta Mungu kwa moyo wenu wote mtafanya nini? Simpigie Yesu makofi mengi na vigelegele. Basi kufikia hapo sina la nyongeza. Ninawashukuru wote kwa nafasi ya kunisikiliza, lakini pia ninashukuru madhabahu kwa heshima hii kubwa na ya kipekee. Karibu baba mchungaji. Amen. Tuongeze makofi kwa Yesu. Ongeza makofi kwa Yesu. Asema ongeza makofi kwa mfalme Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Wangapi Mungu amesema nao? Wamesikia Mungu akisema nao? Tuyachukue maneno haya makubwa ya kutukumbusha, na hakuna bahati mbaya. Kwa Mungu hakunaga bahati mbaya. Mungu aliona tusikie tena maneno haya kwa habari ya nguvu ya mahusiano. Tujitahidi kuendelea kulinda mahusiano yetu na Mungu, tuendelee kuyadumisha. Kama huna mahusiano na Mungu, tafuta mahusiano. Kama unayo, endelea kuyadumisha. Tumeonyeshwa faida nyingi sana za kuendelea kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Kazi moja kubwa sana ya shetani, nilishakwambia, ni kupinga mpango wa mahusiano. Shetani hapendi kabisa kuona tunakuwa na mahusiano mazuri na Mungu, maana anajua tutanufaika mno. Anapambana kila wakati kwa namna nyingi, kama alivyosema. Anataka uende mahali ufanye dhambi, upige dhambi, mwisho unaondoka kwenye ushirika pamoja na Mungu. Kwa tujitahidi sana watu wa Mungu, hakikisha kwamba tunalinda mahusiano yetu na Mungu. Hicho ndio kitu cha thamani zaidi. Yaani wokovu, kama mtu hana mahusiano mazuri na Mungu, sasa ana nini kwa Yesu? Kuokoka ni kuwa na mahusiano na Mungu. Kuokoka ni kurudishiwa mahusiano na Mungu. Sasa yanatakiwa yalindwe sana. Vijana, nakwenda kuhitimisha wiki yenu hii. Mmejifunza mambo mengi. Kalindeni ushirika wenu na Mungu. Usikubali ukajaribia ushirika wako na Mungu kwa namna yoyote. Kataa mapicha mabaya kwenye simu zako. Kataa roho ya ukaidi na kiburi, vinaharibu ushirika na Mungu. Kataa kujiunganisha na watu wasiofaa, magenge mabaya, utaharibu ushirika wako na Mungu. Biblia inasema enenda pamoja na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima, lakini rafiki wa wapumbavu wakosi ataumia. Nenda kajitunze na kujilinda sana, ili ufikie malengo yako siku moja. Tunza ushirika wako na Mungu zaidi ya kitu kingine chochote, maana hapo ndipo pana baraka zako nyingi za sasa na hata za baadaye. Sema amen. Vijana, naomba tusimame wote, tuje madhabahuni hapa, tumalizie ibada yetu hii, tufunge ibada yetu hii. Sogeeni wote, utoe madhabahu hapo, tuwabariki.
ili Mungu aendelee kuwakumbuka. Kanisa, naomba tusimame tunyooshe mikono yetu kwa vijana wetu hawa. Kama wewe ni kijana wa kanisa hili huko, naomba njoo madhabahuni hapa, wazazi wakiwa wamesimama wote. Tunataka tuwabariki wazee wa kanisa, tuwabariki vijana hawa, tunyooshe mikono ili wakaendelee kuwa watu wa Mungu wanaompenda Mungu, wanaolicha jina la Bwana. Tuwe na vijana ambao watabeba kazi hii. Sisi tunasogea sasa, tuwe na vijana ambao watabeba kazi hii kwa mzigo mkubwa. Tuwe na watumishi wa Mungu wazuri hapa, mama wachungaji wazuri, tuwe na madaktari pia wazuri, tuwe na wanandoa na wanafamilia baadaye wazuri sana. Ni maombi yetu hayo mchana huu kwa kweli, kupitia kwenda kuhitimisha wiki hii. Naomba usiondoke, hatujafunga ibada, tafadhali sana. Siwepo mtu ambaye ataondoka kabla hatujafunga ibada hii. Kwa hiyo wazazi, hebu tuwaombee ulinzi wa kimungu vijana wetu hawa, ya ulinzi wa kiroho, waendelee kubaki kwenye uokovu. Asiwepo kijana ambaye atarudi nyuma katikati ya hao tukasikia amerudi duniani. Ni masikitiko makubwa sana. Tumwambie Bwana awalinde kiroho, tumwambie Bwana awaokoe na mauti na ajali zozote. Bwana awaokoe na magonjwa mabaya ya Kimisri. Tunatamani kuona wakifikia ndoto zao. Tumwambie Mungu awasaidie wafikie ndoto zao. Waliofikia kuolewa, Mungu awape waume wazuri. Waliofikia kuoa, Mungu awape pia wake wazuri. Hebu kanisa tunyooshe mikono, tamka vile ambavyo utatamka kwa ajili ya vijana hawa. Tumwambie Mungu karama na vipawa pia vifanye kazi katikati yao. Ni jambo la ajabu, la aibu kama vijana hawa hawatamtumikia Mungu. Vijana wana nguvu, tunatamani kuona wakifanya huduma mbalimbali. Tumwambie Mungu zile karama zifanye kazi katikati yao, ili ufalme wa Mungu ukajengwe sana. Bwana Yesu, tunawaleta kwako vijana wetu. Nyosha mkono wako, mtu wa Mungu, tamka maneno kwa vijana hawa. Tunawaleta mbele ya kiti chako cha enzi vijana hawa wa kanisa la EAGT Bethania. Wamekuwa na wiki yao ya baraka sana Bwana, na leo wanahitimisha mchungaji mwema. Na waleta kwako kwa majina yao na kwa sura zao, tukiendelea kuomba moyo wa kukucha wewe ndani yao kwa jina la Yesu, tukiendelea kuomba ushirika mzuri pamoja na wewe kama ulivyotufundisha mchana wa leo. Wape mahusiano, wape kulinda, ili wakaendelee kuwa na wewe, ili ukaendelee kuwa Mungu wao. Funika macho, uliyekuja hapa jiombee pia. Funika macho yako, omba. Mwambie Bwana nisaidie kufika mwisho mwema. Mwambie Bwana nisiishie njiani kwenye ujana wangu. Tamka maneno uliyekuja hapa mbele. Mwambie Bwana niokoe na ukengeufu wowote wa kishetani. Bwana wape afya njema, waokoe na magonjwa ya Kimisri, waokoe na ajali, waokoe na mauti za kishetani. Endelea kuwashika mkono vijana hawa, wana malengo yao, wana ndoto zao. Yesu, naomba ukawatimizie kwa jina lako takatifu. Asiwepo hata mmoja atakayeshindwa kufikia ndoto zake kwa jina la Yesu aliye hai. Endelea kuamsha Baba kwa Roho wako Mtakatifu. Achia karama na vipawa vifanye kazi katikati yao, kama akina Daniel, kama akina Yusufu Bwana, katika jina la Yesu. Endelea Baba kuwatetea, endelea kuwapa moyo mzuri. Bariki masomo yao, wabariki mashuleni, endelea kuwafanya kuwa vichwa wanafunzi, endelea kuwafanyia wepesi wakafanikiwe kwa jina la Yesu, wakastawi kiroho kwa jina la Yesu, wakastawi kiafya kwa jina la Yesu, kimaisha wakastawi kwa jina la Yesu, masomo wakastawi kwa jina la Yesu. Tunawaleta kwako Ramoka Paka na Basaka na Boko, washike mkono Bwana, usiwapungukie mchungaji mwema. Wape waume wazuri watokao kwako, waliofikia kuolewa, wakumbuke Bwana. Wape wake wazuri waliofikia kuoa kwa jina la Yesu aliye hai. Asante kwa sababu Bwana, neema yako itawatosha, neema yako itawatunza, neema yako itawalinda, neema yako itawafanikisha, neema yako Rabosaka, neema yako Bwana ikawe pamoja nao. Tunakushukuru kipekee. Bariki wazazi wao,
endelea kuwapa afya njema na kuwafungulia milango kwa ajili ya vijana wao Bwana. Endelea kuwatunza wazazi, endelea kubarikia kazi za mikono yao, endelea kuwapa kuwalea vyema vijana wao, ili kwamba wakakufurahie. Mtoto aliyelelewa atamfurahisha baba yake, kwa jina la Yesu Kristo. Asante Baba, kwa sababu utawasaidia wazazi kuendelea kusimama na vijana wao hata watakapofikia ndoto zao. Na kushukuru kipekee, amani yako iwafunike Bwana, utukufu wako ukae pamoja nao.